Ushaonaga wale watu ambao nakuta baba yake ana title fulani pale kijijini, mtoto wa mwenyekiti wa kijiji, mtoto wa balozi, mtoto wa mkuu wa wilaya, mtoto wa rais. Wewe ni nani? Mimi sio rais, lakini baba yangu ni rais. Anatembea na title ya baba. Sasa Mungu wetu ambaye tunamuita baba, tunatakiwa tujue sifa yake. Huyu baba yetu sio baba wa kawaida, ni baba ambaye yeye ni Mungu wa miungu yote. Namba 2, ni mfalme wa wafalme. Huyo ni baba yako. Maana yake mtoto wa mfalme anaishi kifalme, na una haki ya kuongea naye, kumwambia sasa, mzee, hapa umeharibu. Tatizo ni kwamba huwa tunakaa na Mungu kama tuko na mtu mkatili sana. Huwa tunakaa na Mungu kama ni lijamaa limejificha kwenye kona, limeshika manati, limeshika mshale, linasubiri tu ukosee likutandike mshale. Mungu ni rafiki. Uzuri wa rafiki, unamweleza chochote pasipokuwa na shaka. Watoto wako wakiwa marafiki zako, kama ni mabinti hao, yani akipita tu mkaka akaanza kumsumbua sumbua, hiyo umempa na ka smartphone, akija nyumbani tu unashangaa yuko sijui shuleni, yuko kazini, unaona tu picha imeingia, baba, mama, vipi huyo anafaa kuwa mkwe? Hebu nishauri show. Musa alikuwa rafiki na Mungu kwa kiwango cha kumshauri Mungu. Yaani huyo Mungu ambaye wewe unaenda kumwabudu unaogopa, unasema yaani unaenda kwa Mungu kama unaenda kwa Al-Shababu. Musa alikuwa anaenda kama kwa rafiki. Wana wa Israeli wakimsumbua kidogo tu, yeye huyo mlimani, mzee, vipi, mimi nakuachia watu wako hawa. Mungu aambia, hapana baba, nipo, waambie 1 2 3. Siku moja Mungu naye akakasirika, akamuita Musa, akamwambia, Musa, ninafuta wote na kubakiza wewe tu. Angekuwa kiongozi mwingine hapa angesema ninawaambiaga wanielewi, wawashie. Musa kwa sababu anajua Mungu ni rafiki, akaanza kumchallenge Mungu. Sio kwamba anamuogopa, anamheshimu, ni baba, lakini anaongea kwa uwazi. Akamwambia, sasa Mungu, sikiliza, hiyo sio sawa. Ukiwapiga hao watu watasema umeshindwa. Wewe si unaelewa wale wa jamaa umewazamisha kwenye maji kule baharini, si unajua ndugu zao kule wanafuatilia habari, kisema unawaangamiza, utasema sasa Mungu gani aliyeshindwa? Mungu akasema, kweli rafiki anashauri. Ongea na Mungu kuhusu mambo yako, Mungu atafanya. Mungu ni rafiki yako, Mungu ni baba yako. Hakuna mwenye uchungu na